Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani na kauli mbiu ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, tuwashe moto wa mapendo ili Yesu ajulikane na kupendwa. Jana tuliongea nini maana ya liturujia. Leo tunaendelea na maneno na matendo ya kiliturujia. Katika adhimisho la Ekaristi Takatifu, tunaanza na wimbo wa kuingilia au wimbo wa mwanzo. Ni wimbo unaotambulisha nia au lengo la adhimisho hilo. Mfano, ufufuko wa Bwana, kuzaliwa Mwokozi, kupaa mbinguni kwa Bwana, kupalizwa mbinguni Bikira Maria, wito, yaweza kuwa upadre, utawa, ndoa na kadhalika. Kiliturujia, wakati wimbo wa mwanzo unapoimbwa, sote tunapaswa kusimama. Kusimama huku kunaonyesha kwamba tunaungana na walio kwenye maandamano, yaani padre, watumishi wa misa, wasomaji na kwaya. Pia ni ishara kwamba tu safarini, tunaelekea mbinguni kwa Baba aliye hatima ya maisha yetu. Ni ishara pia kwamba tunatembea kuelekea kwenye karamu ya Ekaristi ya adhimisho la siku hiyo ambayo Bwana ametuandalia. Kumbe kusimama kwetu huashiria hayo. Kwa kawaida, maandamano haya hutanguliwa na mtumishi wa misa aliyebeba msalaba. Hii ni ishara kwamba katika safari zetu hizo zote tulizozitaja, kiongozi wetu ni Yesu. Yu mbele yetu nasi tunamfuata. Kubusu altare. Padre anapofika altareni huibusu. Hii ni ishara ya kutoa heshima kwa madhabahu au altare hiyo, iliyo ishara ya Kristo mwenyewe, lakini pia mahali ambapo sadaka ya mkate na divai itatolewa. Pia ni heshima kwa masalia ya watakatifu yaliyowekwa ndani ya altare hiyo. Mara nyingi katika tamaduni ya Kanisa Katoliki, kama kanisa ni la Mtakatifu Rita, basi sehemu ndogo ya masalia ya Mtakatifu Rita ambayo hufahamika kama relics huwekwa katikati ya altare hiyo. Kama ni ya Mtakatifu Bakita, huwekwa pia katika altare hiyo. Fursa hii mara nyingi inapatikana kwa watakatifu wa nyakati zetu ambao imekuwa rahisi kupata masalia yao baada ya kifo chao. Hivyo masalia hayo hutolewa heshima pia. Ishara hii inatokana na tamaduni za awali ambapo kubusu ilikuwa ni ishara ya heshima. Waraka wa pili wa Petro, sura ya 5, mstari wa 14. Kisha kunakuwa na ishara ya msalaba.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ina maana tumekusanyika hapo katika ibada ya misa au katika adhimisho hilo, si kwa sababu ya mtu au lengo jingine, ila tumekusanyika kwa sababu ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kumbe tunapaswa kuweka fikra na mawazo yetu yote kwake. Ishara ya msalaba hufuatiwa na salamu au mwaliko. Padre akiwa amefungua mikono wazi husema, Bwana awe nanyi. Nasi huitikia, na awe rohoni mwako. Tukumbuke tumesema ya kwamba liturujia ni ibada ya umma, si ya padre peke yake, si ya waumini peke yao. Ndo maana akitupa salamu, nasi tunamrudishia salamu. Kwani adhimisho lile ni Kristo ndiye aliyetuandaa, aliyetuandalia na aliyetualika. Na kimsingi sote tunapaswa kushiriki. Active participation. Waumini na muadhimisha ibada. Mikono ya padre huwa wazi. Hii ni ishara ya kuwakaribisha waumini wote, kuwakumbatia kiroho na kuwapeleka kwa Kristo, ambaye katika adhimisho hili la misa ni mwanakondoo atakayetolewa sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu na kwa ajili ya wokovu wetu. Hisia hii inatosha kabisa kututia moyo wa unyenyekevu, toba na upendo kwa Mungu, ambaye japo tu wa dhambi bado anatupenda na anataka tuokoke. Ufahamu huu utujaza moyo wa unyenyekevu, toba ya kweli na ari ya kumwomba msamaha kutokana na dhambi zetu. Hivyo baada ya hiyo salamu atatuandaa na kisha padre atatualika kujuta dhambi zetu, kwani hazitustahilishi kushiriki karamu hiyo. Nasi kwa moyo wa unyenyekevu, toba, tunamwomba Mungu msamaha wa dhambi zetu, tukiwa katika hisia na uelewa huu. Padre atatuongoza kuingia katika kipengele cha toba. Kwa toba hii, dhambi ndogo, yaani venial sins, zinaweza kusamehewa, lakini dhambi kubwa zinahitaji kwenda katika sakramenti ya kitubio. Tuwe wote kesho tunapoongea kuhusu kipengele cha toba. Na tubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.